Watu wanaweza kuwa hawakuoni, wanaweza kuwa hawakutaki, wanakusahau. Daudi alikuwa mtoto wa Yesu, alafu ilivyofika wakati ya promotion wakamsahau, wakatanguliza watu wengine. Kisha Mungu akatuma Samueli, enda ambia Yese nina mtu ambaye nitamchagua kwake. Kwa sababu Yese ni mwanadamu, akatanguliza watu wa kuunga, wapomba, wanavaa maveste, nibashaua simba, bashaua pigana mavita, wakakatala. Yese akaambia Mungu anakataa hao wote. Hauna mwingine, sina mwingine isipokuwa katoto Kenya akana hali, akakwake na sante, akakwake na akili. Tunakapatia katoto kaende chunga kondoro kule, njoo kana stahili tu kuchunga kondoro. Tunaweza fata 6 mois tukaone. Watu wanaweza fa 5 mois hapa yake hata kusalimia jambo ba ndugu yako. Lakini Mungu ameniambia nikwambie wewe amekuchagua hivyo hivyo. Hakuna naisikia. Walipomletea Daudi afu akasema huyu njoo nimechagua huyu. Watu wakashanga. Daudi ameona mbona wamenichagua, afu Daudi walipomaliza kumchagua huyu akaenda. Samuel akaenda, afu Daudi maisha yake kabaki vile vile. Kabaki mchunga kondoo, kabaki vile vile. Umeshachaguliwa hata kama maisha yako inabaki vile vile. Kuna siku ambao Daudi alifikiri yuko vile vile, kumbe siku moja itajulikana katika taifa nzima kwamba ni mchaguliwa wa Mungu. Na wewe siku moja itajulikana kwamba wewe ni mchaguliwa. Shangilia na kwa yako. Mungu ameniambia niambie wanawe kwamba amewachagua. Wako watu wengi ambao walifariki. Kuna viumbe vingi ambavyo havijatokea duniani, viko mtumbu ya mamao meabazali. Kama wewe Mungu amekuchagua utokee duniani kwa sababu kuna malengo, kuna objective ya wewe kurithi hii dunia. Gusa kifua kusema mimi hapa. Mungu asema mimi hapa nitarithi mambo ya Mungu aliyotuma anichague. Ilivyofika siku chache ule mzee ambaye alichagula Veronica akafariki. Ndugu zake na wale watu wa ule mzee wakasema ndio muda wetu sasa kuvuma sasa na hii mali ya huyu. Ya huyu kaka yetu amefariki. Kumbe jamaa mzee alikuwa ameshaandika tayari karatasi kwamba mali yangu yote nilichagua Veronica abaki nayo. Ndio cause